Ruto and his brigade come next year. So we are ready and willing to hand over to them all the tools for acting in the opposition. Guys, nataka nikuulize Raila Odinga ako wapi? Hii story ya Eliud Lagat ishakuwa exposed. Huyu ni mwanapolisi James Mukhwana ame-expose. And Raila Odinga bado amenyamaza. Raila Odinga anafikiria nini? Ama Raila Odinga anataka aje? Because tumeona tu Raila Odinga akidonate 1 million kwa hii familia ya kina Albert Ojwang. Unaona watu wangu? Akionyesha kwamba ametuma condolence yake to the family. Unaona watu wangu? But now watu wanasema kwamba it is not enough. We want Raila Amolo Odinga to speak. Tunataka tupatie mwelekeo ama tujiamulie wenyewe. Because pia guys unaelewa tarehe 25th of June ndio inakaribia. And Gen Zs wameplan. Gen Zs wameplan kwenda kukumbuka wenzao ambao waliweza kuaga dunia last year 25th of June. Because itakuwa imeisha 1 year. And ukiangalia serikali yenyewe wanatuambia kwamba hakutakuwa na holiday. But now Gen Zs, they will force them ikuwe holiday. Because wata occupy CBD. Especially CBD ni town ya watu wengi. So biashara zitafungwa. Because now kufikia saizi unaona Raila Odinga hajasema anything. So watu wamejam. Watu wamejam completely. Yesterday alituma Gladys Wanga kusema kwamba sisi tuko ndani ya serikali tu, lakini tutapigana tukiwa pale ndani. Hiyo inamaanisha nini kwanza guys? Hebu sikiza. Road based. We are in it because we are already in it, inside it. So we will stick inside there, and within it we will demand for justice, we will demand for a stoppage to extrajudicial killings, we will demand it from within there. No, watu wangu, and that's why Edwin Sifuna is telling us that hakuna haja ya kusema kwamba hii MOU inaendelea. No, watu wangu, inafaa iwe imekuwa the end ya broad based government saa hii. Ule mswada ambao tuliandika na watu wa UDA hauna maana tena. Hauna maana tena, hata afadhali turarue tuchome. Kwa sababu itawezekanaje? Tumekubaliana kwamba mtasimamisha mambo ya kuchukua vijana kuwapeleka kwenye polisi na kuwaua. Mnachukua vijana, mnaenda kuwaua. Jana ama juzi walikuja kule bunge la Senate, wanakuja kutuambia ukweli baada ya kushika Biblia na kusema nitasema ukweli. Mimi hata nilikatazwa kuzungumza kwa sababu hasira ilikuwa imenishika. Haki ya Mungu mbele ndumo muntu. Because kama Kasipul, member of parliament alikufa, hiyo story imefinyiliwa chini. Then ukiangalia story ya Albert Ojwang pia, Kasipul constituency, ndio hiyo inaenda. So venye huyu mzee anapewa 1 million, anapewa 1.2 million, 1.5 because William Ruto ni 2 million. Raila Odinga 1 million. Then Gladys Wanga 1.5 million. Then akishapewa hivi utaona huyu mzee ametuliza makali yake, then hakuna justice itafanyika. Unaona watu wangu? So Gen Zs wanasema kwamba lazima huyu Eliud Lagat aweze kuwa arrested. Akishikwa wekwe ndani, even wao kwanza wanaweza tuliza history ya 25th June. Wanaweza tuliza kwanza. But kama bado atakuwa ofisini, because now ame step aside lakini haja resign. So inamaanisha bado ako ofisini. Ona wewe William Ruto umwambii Eliud Lagat, wewe ndio unaonekana haya mambo, wewe ndio umekoroga. Ona aje mwambia yuzuru ama kamata ila polisi. Wewe Eliud Lagat, ilisemekana wewe ndio ulikuwa mlalamishi. Hii wapi hiyo statement yako? Uliandika katika kituo gani? Ulipolalamika wewe ndio ulipeana amri askari waende kuchukua huyu kijana Ojwang. Tungeanza kuambiwa statement ya kwanza, wale askari walienda kuchukua huyu kijana ni fulani na fulani na fulani, na statement zao ndio hizi. Mlipomleta, kwa nini mlichukua masaa ngapi? Kama mlikuja na masaa 6, mlimpeleka wapi?
kabla afike Central Police, kabla mpeleke mwili, kwa sababu ni mwili tu, mlimfanyia nini? Statement ya Eliud Lagat atuoneshwi. Hata mzazi wake. Kwa nini? Wakati jensi waliandamana na mambo kaumana pale Nairobi na Kenya nzima, Rais William Ruto, wewe Ruto, ulimwambia IG Javed Kome, tafadhali jiuzulu. Why the double standards? When it was Kome time, ulimwondoa mara moja haraka. Wakati ni Eliud Lagat na Kome, hakuna kitu alikuwa amefanya. Hata ajua amekosa. Hakuna kitu Kome alikuwa amefanya. Ni vile tu jensi walienda na wakaweza wale wengine nguvu. Sasa huyu Eliud Lagat kila kitu inajulikana, yeye ndiye alianzisha. Sasa tunapeleka wengine sijui OCS, sijui atule alikuwa na funguo ya sel. Kabla afike mambo ya sel, tunataka tuambiwe hii statement ya Eliud Lagat aliandikisha kituo gani, saa ngapi, tarehe ngapi. Na alipopeleka hiyo malalamishi yake, what was the action taken by whoever it is that he reported to? Hiyo mambo ifuatwe kwa njia taratibu. Ile kitu William Ruto anataka saizi ni kuweka uoga katika watu wa Kenya. Ndio hata siku ya kupiga kura wasioka kupiga kura. Hiyo tumeiona ikiwa tukiwa huko mbali sana. Ni hiyo baba tumesoma ikiwa ndani ya bahasha. Kwa hivyo William Ruto, hiyo mchezo tafadhali anza wengine. Anza mchezo mwingine, sio huo. Na it is clear that mwana polisi ametambua hii story yote. But now acha kwanza mambo iendelee kuchunguzwa vizuri. Wale pia wapeane information yao, because huyu James Muhwana pia amepeana information yao, because yeye ndiye alikuwa hiyo siku kwa duty na amelipua story yote, because ama jamaa walikuwa wameagree msiseme ukweli. Lakini yeye baada kuingia pale kwa IPOA ameona hii mambo inamlemea, na wale pia wameendelea kuruka zaidi. IG Lagat and huyu taalamu wanaendelea kuruka. So ikawa afichue kila kitu, and that's why unaona huyu jamaa akalipua hii story. So that's why unaona usiku wa manane amejump pia saying that Raila Odinga akuko ndani amenyamaza, kumaanisha alienda kula buffalo. Sikiza. Mr. Speaker, niko na uchungu mno. Manake hivi majuzi tulikuwa na mambo ya Kajwang na tukatimiza mambo ya Kajwang, ikapita Ojwang, mambo ikapita manake inchi bado inatereuka, inchi bado inatetemeka, inchi inatetemeka usiku manane, inchi inatetemeka. Mr. President, nataka kuambia Raila Amolo Odinga leo saa hii, we baba, hata ukidana hajadanganya, we pia ulienda kukula mbovu kukula wengine akisha kula na wengine wanakuja kudanganya hapa usiku wanalala, we pia ulienda kukula buffalo huko. Unaona watu wangu, so kumechemuka. Your thoughts uniambia kwenye comment section, and make sure pia una subscribe ili kumeki channel iweze kugrow. Na nyinyi ni watu wa nguvu, asanteni zaidi.